Yes, gathashia mwanya muno mwiruru wa Paxson TV horo waku ikuria gwothe okay muthenya ungi mwega ndigoko kundu gukiukaine ta mucii munene wa Nairobi na Thika Good Road na twina mutumia turaka tukianani nake ha muthenya wa muthi twenda tumenye etagwo atia na ndina maingi muno mamwigi gukorwo gimutariria horo wa habari yako nzuri sana. Yes. Jina yangu naitwa Grace Wambui. Na niko hapa Marian. Hapa Marian. Yeah. Na siku ya leo tuko hapa kwa Marian Natural Remedies ama tumekuja pakatasi ya Marian Natural Remedies. Huyu mama alikuwa hapa nchini, alikuwa nje na aliweza hakuwa anapata mtoto. But alisaidiwa na watu wanajulikana kama Marian Natural Remedies na ndio maana tumekuja siku ya leo. Na tunaweza penda kujua safari yako kidogo tujue ulizaliwa wapi? Ulizaliwa hapa Kenya, ukaenda nje ama kulienda namna gani? Yeah, mimi nilimzaliwa hapa Kenya. Nilizaliwa Nyahururu. Nyahururu District Hospital. Mwenye anajua hiyo hospitali anajua ni wapi hapo. So ikakuwa tu ni time yangu tu ya kutembea hivi na nikaenda Dubai shughuli. Yes. So kwenda shughuli nikakuwa hapa kule natarajia mtoto. Niko tu na mashida, nilikuwa na fibroids wakati nilikuwa naumia yani. But sikuwa najua sasa nifanye nini ama nianze wapi ama niende wapi. So siku moja nilikuwa tunaangalia tu kwa YouTube. Before uangalie kwa YouTube, ukienda nje ulikuwa ukitoka hapo ulikuwa umeolewa ama ulitoka hapo ukaenda na ukaolewa huko? Hapana, sikuwa nimeolewa. But hata sasa hivi ni single mother bado. But ingine tu ni story ya siku ingine. Yeah. Alafu so nikaenda Dubai 2021. So kwenda Dubai sikuwa najua kama nilikuwa na shida ya fibroids. Fibroids zikakuwa zinanisumbua but sikuwa nimejua kama ni hizo actually zilikuwa zinanisumbua. Until one day nikaenda hospitali huko Dubai, ndio wakaniambia after kunifanyia scan wakaniambia wameona fibroids kwa tumbo. So na nilikuwa tu niko na shida tu, nilikuwa na bleed so heavily. Kwa menses zangu nilikuwa napata heavy bleeding, nikakosa damu at some point, nikakuwa tu mgonjwa tu but sikuwa ninaelewa shida yangu ilikuwa nini. So daktari wakati wakaniambia niko na fibroids na right away sasa nikaanza kujua vile nitaanza kuishughulikia hiyo shida. Wao walikuwa wananipatia option ya kwenda kufanya surgery of which sikurukia hiyo nini, sikusema niende surgery right away. Nikasema tu kwanza niangalie nione kama kuna option nyingine, kama kuna dawa mtu anaweza kunywa. Na hapo ndio nikaenda kwa YouTube nikapata Madam Marian. So alikuwa na interview hapo. So nikasikia naongea kuhusu ile shida yenye nilikuwa nayo ya fibroids na nini. So nikasema nimjaribu. Na right away nikachukua tu namba yake, alikuwa amepeana namba yake hapo kwa hiyo interview. Nikamcontact nikiwa huko Dubai akiwa hapa Kenya. Na nikaongea na yeye na akaniambia nitasaidika. So right away tukaanza tu kujua venye nitatumiwa madawa, akaniuliza shida yangu venye ilikuwa na akanitumia madawa nikiwa huko. Actually zilitumwa tu na DHL na zikanifikia tu vizuri na nikaanza kutumia madawa. But hata madawa zenyewe hata hazikuisha, sikumaliza hata kukunywa dawa before nianze kuona actually whatever happened. Hiyo sasa ni historia mpaka sasa niko na mtoto wangu hapa nimeshika. Na hiyo jani sasa ikakuwa ni hivyo sasa hii. Yeah, madawa zenyewe hata sikumaliza. Ile dose yenyewe hata alinipatia niliona results before even madawa ziishe. Wow. Yeah. So ulipiga simu after kumuona YouTube? Yeah, nilimfuata kwa YouTube kwanza. And then sasa tukaanza kuongea kwa WhatsApp. Yeah, hiyo namba yake ya WhatsApp sasa tukaanza kuwasiliana naye na akaniambia kuna vile atanisaidia na akanitumia hizo madawa nikaanza kutumia right away. Vile tu aliniambia nikafuatilia na nikakunywa hizo dawa. So ulimweleza tu shida yako na akakwambia zile dawa atakutumia? Yeah. So ile dawa ulichukua ilikuwa gani? Ilikuwa mojawapo ilikuwa ni hii Zanto Plus. Na ingine ikakuwa ni Fibrocare. Na ya tatu ikakuwa ni Lanuta supplement. Yeah. Zikiwa tatu hivi. Yeah, akanitumia na DHL na zikanifikia tu vizuri na nikatumia vile aliniambia na nikaona results. Wow. Hiyo ni baraka na akapata mtoto sasa. Yeah, sasa hiyo mtoto wangu sasa hivi amezaliwa. Alizaliwa tarehe 28 hii mwezi tu. Wow. Yeah. Nikakuja tu from Dubai, nikakuja nikampata tu hapa. Ulikuwa
Wow. Hey, how has been that journey? Hiyo jani imekuwa tough. Juu hata kukunywa dawa zenyewe, unajua dawa actually hakuna dawa inakuanga tu, yani kitu mzuri yenye inasaidia kwa mwili actually haikuagi na ile utamu yenye unataka kusikia. Lazima ukazane. Yes. So nilikazana na Mungu akanionekania. Ndio sasa. Wow. Na najua kuna watu wanajua wapi mtoto. Ndio mtoto hapa ameshikwa. Unajua hata ni yeye angekuwa amemshika ndio watu waelewe vizuri chenye tunasema. But mtoto wako hapa. Na huyu ndiye Marian. Amekuja kumtembelea, amekuja kumsalimia. Acha atusalimie na yeye atuambie alimpata aje huyu dada yetu hapa. Yes. Sasa mimi ndiye naitwa Marian, Yes. naitwa Daktari Mary Muthoni. Na mimi ndio the CEO of Marian Natural Remedies. Ni venye I'm so moved na katoto. Kanaitwa Prince Michael. Yes. So huyu mama tuliongea na yeye, was it last year? Last year. Yes. Alinitumia message kwa WhatsApp, akaniambia ameona interview yangu, kuna mahali nilikuwa nafanyiwa interview concerning mambo na fibroids. Wale wamama wenye wako na fibroids na wenye wako na tubal blockage, ovarian cyst, hiyo kina PID, all those causes of infertility. Sasa ndiye akaniambia ameona hiyo interview na ameona nimekuwa nikisaidia wamama na angetaka kusaidika. Ndiye akaniuliza kama dawa inaweza mfikia akiwa Dubai. Aya, nikamuuliza kwanza shida ni nini, akaniambia amekuwa akisafa infertility because of fibroids. Nikamwambia hiyo fibroids huwa tunatibu na dawa inaitwa Fiblockare. Na ni safari ya 2 months, only 2 months, kulingana na fibroids venye zinatoshana. Sasa venye tuliongea naye akaniambia ako Dubai, tukamwambia Dubai tunaweza mtumia dawa. Nikamuuliza kama alikuwa amefanya scan na akaniambia yeye amedhibitisha ako na fibroids na ziko hii size, zilikuwa big fibroids. Sasa ndio nikamwambia tutamtumia dawa huko Dubai na tutamtumia na DHL. Sasa akatupea address yake na nikampea the payment mode, akalipa, then tukamtumia dawa. Actually hata I think in 5 days ikakuwa ishafika na amepika. From there nikamwambia ukunywe dawa ukiwa umefuata vizuri. Juu dawa ukikunywa ukiwa umefuata vizuri, hiyo fibroids itaondoka. Na from there utatibu hii shida yenye uko nayo ya infertility. Alifanya tu hivyo. Alienda akakunywa dawa. So sasa siku moja nikaona amenitumia message. Akaniambia, do you know what? I'm pregnant. Nikamwambia hebu nitumie hiyo test yenye umefanya. Ndio sasa akaniambia ame conceive, na from there juu alikuwa na shida ya BP, akaanza kwenda hospitali. BP yake ilikuwa ishaanza kupanda because of the pregnancy. So nikamwambia aende angaliwe hiyo BP isikuje ikaharibu progress ya mtoto kwa uterus yake. So tumekuwa kwa safari na huyu mama every day, nampea advice penye amekwama na muadvice, na from there we have been praying and trusting in God. Juu sasa mama akiwa na mimba na ako na high blood pressure inakuanga a red flag. So huyu mama tumemshikilia kwa maombi and that's why I'm so happy. Na nikamwambia I thank God juu maombi yangu Mungu ameijibu. Juu nilikuwa naomba tu mama apate huyu mtoto akiwa salama. Juu naona si mtoto mwenye ametoka karibu. Ni mtoto mwenye mama yake amesacrifice hata kununua dawa despite being away from Kenya. Far away from Kenya. Na alinunua dawa na ni mtu mwenye hata hatujuani. It's my first time to meet her. Most of my clients hata siwajui. Lakini wakikunywa dawa wakisaidika wherever they are, huwa naambia Mungu ni asante. So hii Fiblockare imefanya vizuri. Tuko na overwhelming testimonies za watu wenye wako na fibroids, watu wenye wamekuwa wakikosa watoto because of ovarian cyst. Kuna wengine wamekuwa wakikosa watoto because of tubal blockage. Wengine ni PID, endometriosis, adenomyosis, huwa tunatibu na hii dawa. Na pia hormonal imbalance. Kuna watu wenye wanakuwa na hormonal imbalance na ikiwa advanced. Mtu anaangaliwa tubes ziko sawa. Anaangaliwa uterus ziko sawa. Anaangaliwa ovaries ziko sawa. Lakini shida yake ni advanced hormonal imbalance. Hii dawa huwa inawasaidia wamama na unaona wamesaidika na wanapata watoto. Yes. Na sio huyu si mtoto wa kwanza by the way, na si mahali pa kwanza kutembea by the way. Tulikuwa place nyingine, tulikuwa Kasarani, hiyo siku nyingine tulikuwa another place. So kama uko hapo hivyo na unajua umekuwa na shida ya kupata mtoto, afanye nini? Kama uko hapo na unajua uko na shida ya kupata mtoto, usiogope kuja kwetu. Ukuje kwetu tutakusaidia. Kama hujafanya test
kuna test 3 zinakuwa very important. Kuna kuanga na test inaitwa pelvic ultrasound scan. Hiyo ni ya kuangalia uterus. Either huyu mama ako na fibroids, ama ni adenomyosis yako nayo, ama ni endometriosis inamsumbua, ama ni endometritis inamsumbua. Kuna test nyingine inaitwa HSG. Hiyo inakuanga ya kuangalia fallopian tubes kama zimeblock ama ziko sawa. Kuna kuwa na test nyingine inaitwa AMH, anti-Mullerian hormone test. Hiyo sasa ni ya kuangalia the ovarian reserve, ya kuangalia pia mpaka hormones. Huyu mama ni hormones zinaweza kuwa na shida, ama ni mama mwenye amefika 45 and above, maybe mayai yake haiko viable, ashaanza kufika menopause. Hiyo yote ukizingatia hizo vipimo, ni vipimo zenye huwa zinakuguide penye utaanza. Yes. Na sisi we don't do tests, lakini huwa tunasema hizi dawa ni dawa zenye tumefanya research scientifically. So ni vizuri kulive according to the modern world. So ni vizuri kujua ni nini inakutatiza, inakuwa rahisi kutibu. Yes, kama ni fibroids umekuja na shida ya fibroids, big fibroids nakwambia hii utakunywa dawa miezi 2. Kama ni small fibroids tunakwambia utakunywa dawa wiki 3 peke yake. Yes, hivyo. Amenieleza ulimuuzia dawa 3. Mbona dawa 3? Tulimuuzia dawa 3, njoo hizo dawa 3 Fiblockare, inaitwa Fiblockare, inaitwa Xanthoplas na Lanuta supplement. Hizo ndizo dawa zenye zinatibu fibroids. Then tuko na ile yenye ulikuwa umechukua, hiyo yenye iko separate. Sina ni dawa 4. Hii inakuanga ya kubalance hormones na kuweka mayai joto. This is vitamin C. Lakini kumbuka huyu mama tukianza treatment tulikuwa tunatibu fibroids. Hatukuwa tunatibu nini? Yes, alikuwa na shida ya infertility, lakini hakuwa nadhani maybe hata anaweza patilia mtoto huko. Alikuwa nadhani maybe akikuja Kenya ndio anaweza plan kupata mtoto. Yes, alikuwa anajiprepare because she was suffering from infertility. Sasa alikuwa anatibu uterus, maybe akikuja sasa Kenya apate mtoto. Ndio sasa naye mtoto akakuja mbele na mtoto ni baraka. Yes. Wow. So wewe kama uko hapo na unahitaji dawa unaweza piga namba yako daktari. Na namba yako ni gani? Namba yangu ni 0714 698 414. 0714 698 414. Ukipiga hiyo namba ni mimi nitachukua, nitukusaidie. Kama ni maswali uko nayo, I direct you. 0714 698 414. Na mko located wapi? Tuko located hapa Nduruma Road, Nairobi. Nairobi tuko located along Nduruma Road, City Hall Hotel building, room number 5. Alafu kuna hii page yenye hao wamama tumekuwa tukishare the experiences na wakujimwaga hapo, because mwanamke mwenye hapati mtoto anapitia shida mingi sana. Anapitia rejection, wengine ndoa zao zinaisha, wengine ni kubaguliwa na family members. So sasa hiyo page inakuanga hiyo ya wamama kujimwaga kabisa, because you are dealing with wanawake of the same problem with you. So unaona sasa hakuna mtu wa kukujaja hapo. Inaitwa Maria Savior of Fibroids and Infertility. Facebook page Maria Savior of Fibroids and Infertility. Yes. So kama mtu ni amekuwa na hiyo shida, nyinyi mnafanya nini ndio msaidie? Ama mnampea tu dawa tu? Kuna mtu anaweza uliza hivyo, ama mtu akikwambia kuna hiyo shida unampea tu dawa ama? Sasa sisi ile dawa yenye huwa tunakuanga na dawa mara 2 ya fertility. Tuko na dawa ya Fiblockare medication kama hii sasa yenye tulipea Grace, na tunakuwa na dawa inaitwa Fertility Gem. Fertility Gem ni ya wale wa mama wenye they are suffering from secondary infertility. Unaona? Secondary infertility, na huyu mtu hana uterine inflammation. Huyu mtu alipata mtoto wa kwanza, pengine akatumia family planning ikamuaffect, sasa amekosa mtoto wa pili. Secondary infertility ndio tunatumia Fertility Gem. Aya, hii nayo Fiblockare huwa tunatibu mtu akiwa na primary infertility na moso mtu akiwa na uterine inflammation. When we talk of the uterine inflammation, we are talking of fibroids, endometriosis, adenomyosis, blocked fallopian tubes, ovarian cyst, PID. Hizo ni uterine inflammations. Hizo zote huwa zinamalizwa na nini? Na dawa ya Fiblockare medication. So mtu akikuja kwetu huwa tunamdirect kama juu sasa atakuja akupeka story
there is what we call the story of the patient. Akikuja atakupea story akwambia mimi nilipata mtoto wa kwanza miaka hii, sasa sina mtoto mwingine, nimekuwa nikitumia hii family planning hivyo. So sasa wewe ndio utamdirect enda ufanye kipimo fulani kama hakuwa amefanya. Yes. Lakini sasa sisi kazi yetu so far ni ya kukudirect ile kipimo yenye unasupposed kufanya, the right test ya kufanya kama hujafanya, that is. Yes. Na kitu kama fibroid, unaona fibroid huwa tunataka mtu akuje na recent scan. Juu fibroid ni kitu yenye ina grow. So sasa mtu anaweza kuwa alifanya scan 2 years ago. Hiyo fibroid ilikuwa 2 centimeters. Saa hii iko 7 centimeters. Time yenye atatake kutibu 7 centimeters fibroid, si time yenye atatake kutibu fibroid ya 2 centimeters. Juu fibroid ya 2 centimeters, that a small fibroid. Anatumia dawa 3 weeks only. Fibroid ya 7 centimeters, that's a big fibroid. Anatumia dawa 9 weeks. Those are 2 months and 1 week. Yes. Wow. So pigeni simu, namba ya Marian nimeandika hapo 0714698414. 0714698414. Hii ni pure ni ya herbal kabisa, pure herbal. They are purely herbal. Na dawa zetu ni dawa zenye tumefanya drug analysis. Juu sasa hatutaki huyu mama akuja akiwa na shida ya infertility na sisi tumuongezee shida nyingine na madawa. That's why hizi dawa huwa tunafanya research. Na dawa zetu huwa tunafanyia research under JKUAT. So ni dawa zenye zimepitishwa, na unasikia dawa zetu huwa tunatuma worldwide. Hakuna mahali penye hatutumi dawa hii Kenya. Na sasa na even outside the country worldwide. Na uwezi tuma dawa huko kote kama una the necessary papers. So tuko na makaratasi zenye zinaonyeshana we are qualified, we are licensed to sell these products. Yes. Sawa. Kuna mtu ako pale hivyo anatazama, maybe ni your sister, your brother, ama mtu yote mwenye anatazama hapa anauliza, is it true nikikuja kwa Marian nimekuwa na hiyo shida nitasaidika? Utamwambia aje? Mimi nitawaambia wakuja wajilete vile nilijileta. Na hakika watasaidika. Yeah, this is 100% herbal. Na nilisaidika na pia yeye anaweza saidika. Yeah. So watu wapige Marian, na asante sana, nimefurahia kutembea kwako. Sijui kama kuna kitu kingine ungependa kuongeza pale, maybe unaweza penda kuambia Marian. Marian ni kumshukuru tu. Kwa sababu sijui sasa maisha yangu ingekuwa aje kama singempata. Ilikuwa tu wakati mzuri, wakati nilienda tu kwa YouTube na nikakuta anafanya interview fulani, na hapo ndio nikamjua na nikaanza kumfuatilia na nikasaidika mpaka leo. Sawa. Thank you very much Marian. Sijui kama kuna kitu kingine ungependa kuongezea pale kwa mtu ambaye anatazama. So mtu mwenye anatazama, tuko located we have 2 branches. Moja tuko na branch Nairobi. Nairobi tuko located along Duruma Road, City Wall Hotel building, room number 5. Hapa tu karibu tuna magari za Mombasa za Mashpoa. Aya, nayo Ngurubani Mwea tuko located just behind the main stage, karibu na Kenya Power office, Marian Natural Remedies. Na kama in case of inquiry, utupigie simu 0714 698 414. Huwa tunatuma dawa countrywide and even outside the country. Yes, karibu sana. Dawa zingine mnauza isipokuwa hizi za wanawake, kuna zingine? So apart from Fiblock, Fiblock ndio tulianza nayo. From there tukafanya research nyingine na dawa inaitwa Manpower. Dawa yenye imekuwa ikisaidia wanaume sana, wanaume wenye wamekuwa akitibu the effects of masturbation, hiyo premature ejaculation, wanaume wenye wako na weak erection, wanaume wenye wako na low sperm count, a lot of infections like UTI, all those erectile dysfunction, low libido, hizo zote imekuwa ya msaada sana. Apart from that, tunakuwa na dawa ya kutibu tumbo. Mtu mwenye amekuwa na peptic ulcers, gastric ulcers, wewe mwenye umekuwa na H pylori yenye ni recurring, inapotea, ukikunywa dawa inapotea, after some months inarudi tena. Tuko na dawa inaitwa gastric medication. Apart from that, tuko na dawa nyingine inaitwa joint medication. Hiyo imekuwa ya msaada sana kwa watu wenye wako na arthritis, back pain, all those problems. Haya, tunakuanga pia na dawa ya kifua. Wewe mwenye umekuwa na colds, Haya, na watu wenye wanakuanga asthmatic, tunakuwa na dawa inaitwa Airway. Imekuwa ya msaada sana kwao. Tena tumekuwa na dawa inaitwa Slimway. Kwa wale watu wenye wanataka kumanage weight.
weight management Wale wanono. na tametrimas. Tametrima. Tametrima. Tametrimas. Tummy trimmer, wale wako na tummy. Hakuna mambo na kupata poti nowadays. Yes. Yes, tuko na dawa inaitwa Slimway, then we advise you on nutrition. Usimalize poti tena after 1 month ikue tena juu ya kukula vibaya. Yes, uache masukari, mambo na mafuta mingi, all that. Then from there tunakuanga na dawa inatusaidia sana meno. Inaitangwa Mavoel. Yes. Na we have other supplements. Meno, hebu elezea kidogo hapo. Ni mtu anaumwa na meno. Mtu mwenye amekuwa akiumwa na meno, huwa tunatumia dawa inaitwa Mavoel. It's a very strong antibacterial but a safe one. It's purely natural from the trees. Sasa huwa kuna mtutu yenye huwa tunaenda tunanduka the Commiphora species. Hiyo ndio inatoa hiyo mafuta. Hiyo mafuta unatumia kwa wale watu wenye wanakuwa na bad breath. Naona mtu mwenye ananuka mdomo hiyo mafuta huwa tunatumia to freshen the mouth. That's a natural what? A natural mouthwash. Aya, from there inasaidia kwa tooth decay na mtu mwenye ako na tooth pain. Inasaidia sana, a very strong antibacterial. Tena huwa inatumiwa kugargle kwa watu wenye wanakuanga na tonsillitis na sore throat. Yes, ni mafuta mzuri na pia kama sasa kwa mama we use it specially to treat the stretch marks. Yes, wakati umeoga tu skin iko fresh, hiyo mafuta unaiapply kwa place yenye iko na stretch marks na hiyo umaliza vizuri. Yes. Na uelezee pia wewe ukianza kule ulikuwa one of watu wenye uelezee hapo kidogo ndio. Mimi wakati tulikuwa tunaanza Marian ilikuwa founded after tulipata our first born. Yes, na tulisuffer sana for 6 years without a child. Me, I had so big fibroids. The biggest fibroid was 8.3. Na zilikuwa fibroids zenye zilikuwa nje na ndani ya uterus. So I had hiyo mambo na complete. I was bleeding, kuuma na tumbo kukua kubwa. Ungeniangalia ungesema I'm pregnant. Na saa hiyo ni kusafa tunasafa tukitafuta mtoto. So sasa wakati tulipata mtoto wetu wa kwanza, na hapo ndipo sasa tuliona ya kama nimesaidika na hizi herbs zenye nimetumia, kumbe tunaweza saidia wanawake wengine. That's how Marian was founded back in 2020. So far we have operated for 4 years, na hizi 4 years we cannot regret. Tumechange the world. Wanawake wenye wamekuwa kidharauliwa, hawana watoto, saa hii they are happy in their marriages. Wenye walikuwa na wadharau walinyamaza, juu sasa walipata a testimony that cannot be hidden. Walipata watoto. Yes. Kabisa. Kuna mtu anauliza swali hapo kwa Facebook ama wenye wako live cameraman? So location wako Mwea, Guruvani na Nairobi pale panajulikana Duruma Road. Yes, Duruma Road. Na magari za mash. Yes. So piga simu 0714 698 414. Any other question? 0714 698 414. Ukiwa na swali yoyote unataka kuuliza kama private question unataka kuuliza hapo, pigie Maria. Yes. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Asanteni sana wenye walikuwa wanatazama na wale wako pale YouTube, pale TikTok. Thank you very much. Hapa ni kwa Marian Natural Remedies.